Matendo ya Mitume, mtu anifungulie Matendo ya Mitume, Acts chapter 27 verse number 22. That is where we are reading our scripture today. Tutasoma 27:22. Okay. But now I urge you to keep up your courage, because not one of you will be lost, only the ship will be destroyed. Last night, an angel of the Lord, whose I am and whom I serve, stood beside me and said, "Do not be afraid, Paul. You must stand trial before Caesar, and God has graciously given you the lives of all who sail with you. So keep up your courage, men, for I have faith in God that it will happen just as He told me. Nevertheless, we must run aground on some island." Father, in the mighty name of Jesus, Lord, we glorify your holy name. Thank you, Lord, for this wonderful moment that we are before you, and you have granted us grace. Lord, we welcome you right now to speak to us, and Lord, use me as your vessel. May the Holy Spirit of God give me revelation of your word, that I may deliver your message to your people the way you gave me, Lord, and the way you want your people to receive. Lord, have your way and take over. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hii ndiyo neno la Mungu. Naomba usome kuanzia mstari wa kwanza, na inaeleza habari za Paulo akienda Roma kwa ajili ya kusimama mbele ya Kaisaria kwa ajili ya kustakiwa kwa makosa ya kuhubiri neno la Mungu. Ndugu wapendwa, Paulo hapa ananena ya kwamba, but now I urge you to keep up your courage, because not one of you will be lost, only the ship will be destroyed. When he was talking, or when he was speaking to the people whom they were sailing together, or the sailors, when they were on the way, after leaving Crete, the Bible records that they sailed through, and the storm came, a storm of hurricane came, and it struck the ship. Unajua hurricane ni ile upepo mbaya ambayo ikishuka baharini inaweza ku capsize the ship, even the big ships in the sea. And Paul and his entourage, when they were going to Rome, Paul alikuwa amehukumiwa na alikuwa amestakiwa apelekwe Roma, aende kwa kujibu mashtaka mbele ya Kaisari. Na Paulo kabla hawajaanza safari yao aliwaonya watu kwamba huu si wakati wa kuondoka. Let
wait a bit because the weather has changed. Na akaona ishara, na Mungu alikuwa amemwonyesha hatari iliyokuwa ikiwangojea mbele. Lakini Paulo alipowaeleza na kuwaonya hawakusikia. Ukiangalia katika mstari wa kwanza na kuendelea, utakuta ya kwamba the captain pamoja na mwenye meli walielezewa, lakini hawakuweza kulisikia. Na walipoanza kuondoka, wakafika mahali sasa dhoruba ikaja na ikawapiga katika bahari ile, na watu wakaanza kuhangaika, watu wakaanza kufikiri kuhusu maisha yao. Ukiendelea kusoma utakuta ya kwamba they did their best. Kwanza wakakeuza meli warudi nyuma. Upepo inapotoka pande hii, the storm was coming from this side, so wakakeuza meli iende against the wind. But haya yote haikusaidia. Ikafika mahali kila moja anahofia maisha yake. But Paulo akaambia watu kwamba msihofu wala msiokope, kwa maana hakuna hata mmoja ambaye atapoteza maisha yake. Look here. When they were when the storms raged so much, watu walifanya kila juhudi mpaka hata wakatupa mzigo kwa bahari ili meli ikawe mwepesi. Walitupa mpaka chakula yao yote walipoteza. But hakuna jambo lilibadilika. For many days, even over 14 days, the stormy sea was violent. The sea was violent. But Paul stood and he encouraged the people. When storms in life normally arise, or storms in life normally it happens when people are not aware of the storms. Inapata watu wakati hauna habari kwamba kuna jambo litatokea. Storms, when it comes, haipigaki yote kwamba ninakuja. Katika maisha yako unaweza mambo inaweza badilika all of a sudden. Things can turn around. Things can change. Especially we as believers. The journey that we have started, tumemwamini Yesu kwa mwokozi wa maisha yetu. Tumeamini Injili. Biblia inasema Injili ni nguvu ya Mungu uletao wokovu. The gospel is the power of God that brings salvation. And we have begun by believing the message of the gospel. And we are born again. The Bible is telling us that we hear the word, we believe the word, and we confess our sins, and we become saved. Bwana asifiwe. So kwa hivyo safari hii ya wokovu tuliyoianzisha, ambayo Bwana ameanzisha kazi njema ndani ya moyo wako. Katika safari hiyo kuna changamoto mengi tunayokumbana nazo katika safari hii. Kuna kukataliwa, kuna kususwa moyo, kuna mambo mengi ambayo inatukera katika safari hii. Lakini what happens when we meet with these challenges? Inakuja wakati hatutarajii, when we don't expect them.
case of the Apostle Paul, it was a natural hurricane on the sea. It came naturally. You know, hurricane is a natural storm that can happen in a season. But during his journey to Rome in captivity, Paul warned the sailors of the coming danger, but they did not listen and they sailed on. I thank God because when something happens, when something is about to happen, God gives a warning first. Mungu analeta warning, maonyo. Analeta maonyo kabla ya jambo kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So Paul, before they started their journey from Crete, God had warned them not to go. And Paul had told them, the sailors, not to go. But they did not listen to the warning of Paul. What did they do? They started their journey. They said, we must go to Rome. And at this time we are leaving. Everything was set for the journey. But God had warned them about the danger ahead of them. Ndugu yangu na dada yangu, kabla ya jambo kufanyika, Mungu anatoa signal, anatoa maonyo, anatoa dalili yake. Kabla Mungu ajaangamiza Sodoma na Gomora, kwanza alituma mjumbe kumweleza Abrahamu. Akamweleza kwamba anaenda kuangamiza Sodoma na Gomora kwa sababu ya dhambi zao. Ndugu mpendwa, I want to tell you something. There is no sin that can go unpunished. Hakuna dhambi itaenda kama Mungu hajaiadhibu. Mungu ana ushirika na dhambi yoyote. Na Mungu lazima aipike, aimalize dhambi. Wakati dunia ilikuwa imeingia dhambi na wanadamu wakawa wanaishi chini ya utumwa wa dhambi, Mungu akiwa mbinguni hakupendezwa nalo. He had to deal with sin. Naye Mungu akamtuma mwana wake. There was no remedy for sin. There was no remedy for sin. But God gave a remedy. That is Jesus Christ, a blameless Son of God, a Son of God, who is God himself. He gave, yeye asiye na dhambi, yeye asiyejua dhambi, akatoa kama sadaka ya dhambi, ili akaweze kuimaliza nguvu ya dhambi, na akaweze kuimaliza dhambi. So Mungu hakuhurumia huyu mwana wake, hakuhurumia Yesu. That is why at this season of Passover, as we commemorate, wengi wanaita the Passion Week, kuanzia hii wiki mpaka iishe, mpaka Pasaka, mpaka Easter. Mungu hakumhurumia mwanawe, bali alichukua mzigo ya dhambi akawekelea juu ya Kristo mwana wa Mungu, naye aende akautweke na akaumalizie msalabani. So hakuna dhambi inaenda pasipo kuadhibiwa. Be it small, hata ile unaonanga si kitu. Hakuna dhambi kubwa, hakuna dhambi ndogo. Sote ni dhambi mbele za Mungu. Dhambi ya tamaa, ya kutamani, dhambi ya siri, dhambi unayotenda watu wakiona, dhambi unayotenda ukijificha, dhambi unayotenda hata kwa macho, tamaa ya macho.
Najua kuna watu wa kutamani watu ya wenyewe. Kuna watu wa kutamani. Niliangalia, kuna waziri moja siku moja alisema kwa wale watu wanaenda kuharibu watoto wa shule, akawauliza, kama uko na allergy na watoto ya shule na uniform, si wewe ununulie yako uniform avae? Ndio, kama hiyo ndio ilikuwa shida yako, nawe pia ambaye uko hapa unanisikiliza, kile tamaa ya macho yako inakusumbua, unatamani kwa tamaa mbaya mwanaume ya wenyewe, hiyo ni dhambi, itakukula. Wewe mwanaume unaangalia dada mke wa mwenyewe ambaye si yako, hiyo ni dhambi ambayo itakuzuia, na hakuna dhambi haitaadhibiwa. Uwe mwaminifu. Ayubu akasema, nimefanya maagano na macho yangu yasije yakamtazama mwanamke. Wewe fanya maagano yako na macho yako. And let me tell you, sikilizeni mimi, dawa ya sinaa ni kuwacha. Mnanisikia? Hata uombewe leo, bado macho yako, kama hujafanya makubaliano na macho yako, bado utaangalia. Na kile macho kinaona ndio inapeleka signal kwa kichwa. Kichwa inasema na umeonaje, inafanya mawasiliano. Unajua, kabla mtu hajaanguka kwa dhambi, anaanzia mbali. Kwanza anaanza kuona, kwa sababu huwezi tamani kitu hujaona. Ama si ni kweli? So macho inaona, akili inapeana signal, na moyo unaamua. Unaanza kuitisha watu. Kwa hivyo neno la Mungu linasema ya kwamba wacha dhambi. Bwana asifiwe. Uache nini? Wacha dhambi. Hiyo kidogo, hiyo ndio itakuzuia mlangoni. Hiyo unajua itakuzuia mlangoni, na hiyo ni storm ya maisha. Wewe ambaye Mungu amekubariki, na huyo wako ambaye Mungu amekupatia, naongea kwa wale ambao wameoana. Wakati mlioana, mliangaliana kama malaika. Ukimwona mke wako, huyo mwenye mke wako sasa, wakati ulimwona, uliona utukufu imefunika yeye, uoni makosa. Hata ukiambiwa jina lingine hakuna, uoni. Lakini baada ya siku kidogo umeanza kuona atiana jino, na unaanza kusema, sikuwa nafikiria, this was not my choice. Na si ilikuwa your choice. Upendo wa ndoa ni kucultivate. Bwana asifiwe. Ni kufanya nini? Miaka inapoendelea kusonga, usifikiri tulikuwa vile tuko saa hii. Hata mimi nimeanza kuwa mzee na sioni, bado nafikiri mimi bado ni kijana. Lakini mkiniona mnaona mtu amebadilika, si ndio? Si vile, na ule mke wangu si vile ako vile, si vile tulianzana. Bwana asifiwe sana. I mean, mwili ubadilika.
mwili ubadilika. Ilikuwa ukifinya mafuta inatoka, sasa ukifinya inafika mahali ukifinya hakuna, mambo imebadilika. So mtu ukicheka unafikiri unalia, mambo inabadilika, mwili unabadilika. Bwana asifiwe. So ni kutengeneza, kucultivate. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. So wewe ukiangalia nje na kuangalia wengine, ni tamaa ya macho inakupotosha na inakuelekeza katika dhambi. Bwana asifiwe. So na hakuna mwanadamu asiye na weakness yake. Kuna weakness na strength. Mimi huwa ninasema kila mwanadamu ako na uso na kisogo. Kisogo si kila mtu akuna yake. Naona Eric anakonfirm kama iko. Nasema hivi ya kwamba there is a beauty side of a human being na kuna ugly side. So wewe angalia, usiangalie the ugly part, the ugly side ambayo ni kisogo, bali keuza uangalie mazuri ya upande ya sura mzuri. Bwana asifiwe. Amen. Usiangalie the negative side. Usiangalie the weakness of the person. Angalia Mungu. Bwana asifiwe. Ndani yake. Paka unapomwona unaona Mungu ndani yake. Bwana asifiwe sana. Amen. Yes. So kwa hivyo and for your information, hii macho isidanganye, kwa sababu kenye unaona ni mzuri sana kwa macho yako, ukaona yule wako sio mzuri, ndio mwingine ameona huyo unaona ni mzuri, ameona vile unaona yako pia, hata yeye ameona ni mbaya. My friend, usihangaike. Bwana asifiwe. Paulo akasema hivi katika safari yao ya kwamba Mungu akamwambia Paulo, when they were sailing together with the sailors, that none of you be of good courage, because no one of you will lose his life, but only the ship and the cargo. Bwana asifiwe sana. Why? Because Paul alikuwa ameweka imani yake kwa Mungu na akaamini ya kwamba Mungu kile amemwambia anasema ni kweli. So Paulo kati ya hiyo changamoto yote katika safari yao akatia moyo watu waliokuwa wakisafiri pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. A violent storm attacked their ship after a few days, and it was crushed against it. Food was swept overboard, and hope fell. Matumaini kapotea. Meli imekongwa. Misiko kago wengine wametupa nje. But amidst all this, Paul stood firm. Hallelujah. Paulo alisimama imara. Hakuona bahari. Hakuona changamoto ya the storm. But he put his anger in the word of God. Aliweka nanga ya imani yake katika neno la Mungu. During the time of storm, my brother and my sister, remember kuweka msingi wa imani yako katika neno la Mungu. At the same time, I want to tell you, when the storm is very much, remember everyone cannot
Hakuna mtu atasaidia mwingine. No one can help another person. Kila mtu for his life. How will I survive? Imani imepotea kila mtu. But remember this. I thank God because of Paul. He was able to, when he had anchored in his faith in the word of God, he was able to encourage his brothers, those who were sailing together. The Bible says they were all 276 people on board.